Nawakaribisha katika nafasi nyingine ambayo tumepata mbele za Bwana. Ninambariki Mungu kwa rehema zake na fadhili zake ambazo zinaendelea. Tumekuwa na kipindi cha mapumziko kidogo kwa siku kadhaa, nami nimekuwa na ratiba mbalimbali za huduma, na namshukuru Mungu kwamba amekuwa ni mwema. Shukuru pia kwa kuzidi kuniombea ambao umepata neema kuniombea. Nimekuwa na ratiba za huduma hapa na pale, lakini pia namshukuru Mungu kuna tangazo liko hapo. Kuna huduma inaendelea hapa Morogoro Turiani. Leo ni semina siku ya pili, kwa mtumishi wa Mungu anaendelea na huduma hapo. Lakini ikimpendeza Bwana, mimi nitaanza tarehe 4 hadi tarehe 7, na vile siku nitakavyosimama nitakuwa live. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaendelea na mwendelezo wa maombi yetu, maombi yenye upenyo. Na leo nitakwenda kusoma kwenye kitabu kile cha Luka. Na leo nataka tuangalie upenyo kutokana na nyakati za Mungu. Ile neema Mungu inaweza kujifunua kwako nje ya maombi yako. Mwezi wa 6 natamani tuombe Mungu ajifunue nje ya maombi yako, nje ya mawazo yako. Kwenye kitabu kile cha Luka 1:26 hadi utasoma Luka 1:26 hadi 30. Luka 1:26 hadi 30, Biblia inasema, na mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu, wa mbari ya Daudi, na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Akaingia nyumbani kwake akasema, salamu, umepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Pointi yangu hapa ya msingi ni Mariamu kupata neema kwa Mungu, lakini ni majira, sema mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu. Leo ni tarehe 1 ya mwezi wa 6. Ni lango kubwa, tumegawanya mwaka, tunaingia kwenye kipindi cha kugawa mwaka na kipindi cha tathmini ya maisha yetu ambayo tumekuwa nayo kwa miezi 6. Tulikuwa na ndoto gani? Tulikuwa na maono gani? Vitu vingapi vimetimia, bado havijatimia? Lakini pointi yangu nataka tuangalie ni ile neema ambayo Mariamu alipewa mwezi wa 6. Nami ni maombi yangu kwa Bwana, Mungu akupe neema, kwa sababu Mariamu hakuwa kwenye hali ya maombi, lakini nyakati na majira za Mungu alitaka kumleta Yesu Kristo kuja duniani kwa ajili ya ukombozi wa ulimwengu, na akaona kuna lango linaitwa Mariamu na Yusufu. Hili lango lilipitisha, lakini Mungu aliwatembelea mwezi wa 6. Nami ni maombi yangu kwa Bwana, mwezi huu wa 6 Bwana kutembelea. Tunapoanza mwezi wa 6 tarehe 1, liwe ni lango la kupata neema kwa Bwana, liwe ni lango la Mungu kujidhihirisha kwako, liwe ni lango la Bwana kufanya kitu zaidi ya maombi yako, liwe ni lango la Bwana kujidhihirisha kwa viwango vya utukufu ambao viko nje ya akili zako. Malaika sema Mariamu amepata neema kwa Mungu. Akawaambia tena amepata neema kwa Mungu. Ni wakati Mungu kukutembelea na kusema neno kwa ajili ya ufalme wake, na kile ambacho umekisubiria kijatokea. Bwana akupe neema mwezi huu wa 6. Huo ni mwezi wa kupata neema kwa Bwana, huo ni mwezi wa kufadhiliwa na Bwana, huo ni mwezi wa kuona utukufu wa Bwana. Kama Mariamu alitembelewa mwezi wa 6 na malaika, akasema umebarikiwa Mariamu aliyepata neema machoni pa Bwana. Nami ni maombi yangu kwa Bwana upate neema machoni pa Bwana katika mwezi wa 6. Leo ni lango la kutembea na Bwana. Huu mwezi ni lango la Bwana kujidhihirisha, leo ni lango la Bwana kujifunua kwako. Acha niombe mbele za Bwana. Bwana akupe upenyo mwezi huu wa 6. Baba, katika jina la Yesu,
Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Mwezi wa sita ni lango ambalo lilifunguka na Mariamu, akatembea na malaika, akaletwa habari njema ya kama Mariamu umepata neema machoni pa Bwana. Alipopata neema machoni pako Bwana, Mungu ulijibu maombi ambayo hata hakuwa na mpango wa kuyaomba, kwa sababu uliangalia ni majira nataka kumleta Mwokozi, ni majira ya kumleta mkombozi duniani. Lango lilipofunguka, Mariamu alipata neema. Nami naomba kwa jina la watoto wako ambao wanafuatilia mafundisho haya kwenye mtandao wa Facebook, wanaofuatilia YouTube na TikTok, Baba naomba neema kwenye mwezi wa sita. Baba ukawajilie lango la sita likafunguke. Leo ni tarehe 1, ni lango la mwezi. Natamka baraka kwenye lango likafunguke. Bwana, neema yako ionekane kwetu Bwana. Yako maombi ambayo hata mengine hatujayaomba, lakini mapenzi yako kuyachilia Baba. Lango la mwezi wa sita likafunguke katikati ya watoto wako. Wako waliongoja kwa miaka mingi, wako waliongoja kwenye malango yako, wakapate neema mwezi wa sita. Huwe ni mwezi wa neema kwao, wakupokea vitu vipya. Huwe ni malango yakafunguka kwenye uchumi, wakapate neema kwenye uchumi. Lango likafunguke, wakapate neema kwenye mahusiano. Lango likafunguke, wakapate neema kwa watoto wao. Lango likafunguke, wakapate neema na kibali. Baba, kule Esther alipokuwa uhamishoni kule Babeli, ulimjalia neema na kibali machoni pa wafanyakazi wote, machoni pa wakuu alipata neema na kibali pia. Bwana, machoni pa mfalme. Nami natamka kwenye lango la mwezi wa sita, Baba, likafunguka na neema na kibali. Leo ni tarehe 1 mwezi wa sita, lango la sita likafungue neema na kibali. Baba, tukapate neema na kibali. Baba, watoto wako Baba kwenye mataifa mbalimbali wanaofuatilia pale Australia, Baba, lango likafunguke, wakapate neema na kibali katika jina la Yesu. Baba, wanaofuatilia maeneo mbalimbali mafundisho haya na maombi haya, wanaofuatilia kutoka Australia, wanaofuatilia kutoka Uingereza, wanaofuatilia kutoka pale Marekani, Baba, achilia neema na kibali. Yale ambayo yaliyoshindikana mwezi wa sita, ile lango likafungue neema yako. Lango la mwezi wa sita Baba, naliachia damu Yesu. Leo ni tarehe 1, ni lango la mwezi Baba, tupo katikati ya mwezi, katika jina la Yesu. Ni maombi yangu Bwana, achilia neema na kibali kwa watoto wako ndani ya mwezi huu wa sita Bwana. Huo ni mwezi wa kupata neema na kibali machoni pako. Huo ni mwezi wa kukubaliwa na Bwana. Huo ni mwezi wa kukubalika machoni pa Bwana. Baba, achilia neema na kibali katika jina la Yesu. Inatamka kwenye lango la mwezi wa sita, sikia una masikio anasema, inanivisha yenye malango pale mtukufu apate kuingia na kusemesha. Wewe lango la mwezi wa sita, ukafungue kichwa chako pale mtukufu apate kuingia katikati watoto wake, akaja na packet ya neema na kibali, awe na packet ya neema na kibali katika jina la Yesu. Lango la mwezi wa sita na kusemesha, ili kichwa chako kafunguke, ili pale mtukufu apate kuingia katika watoto wake wanaofuatilia maombi haya kwenye taifa lolote, kwenye mkoa wote, katika jina la Yesu. Ninakutamkia kwa jina la Yesu, huo ni mwezi wa kupata neema na kibali. Mwezi wa sita, Mariamu alipotembea na Bwana akaba amepata, imebarikiwa, alipewa neema na Mungu. Nami naomba neema na kibali achiliwe. Lango la mwezi wa sita likapitisha neema ya Bwana. Kukupendelewa na Bwana. Bwana akakupendelea mwezi huu, akupe vitu zaidi ya mawazo yako, akupe vitu zaidi ya akili zako, kama vile Mariamu alistaajabu kama ni salamu ya namna gani hii. Bwana akalete salamu, akalete habari njema mwezi wa sita. Mwezi wa sita ni mwezi wa habari njema. Bwana kutembelee kwa habari njema, ukasikia jambo jipya likira na Bwana, ukasikia msimu ukitangaza na Bwana, kwa sababu ni lango la Bwana la kuachilia neema na kibali katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu wangu akujilie, akafungua lango la neema na kibali. Mungu wangu akujilie, akadhihirishe utukufu wake. Mungu wangu akujilie, akadhihirishe fadhili zake. Mungu wangu akujilie, akadhihirishe neema yake katika jina la Yesu. Mkono wa Bwana ukadhihirike katikati ya maisha yako. Mkono wa Bwana ukadhihirike kwenye mwezi wa sita mzima, uone fadhili za Bwana, ukapate neema na kibali kwa Bwana. Bwana kujilie kwa matendo makuu, na ukauone utukufu wa Bwana, na ukaone fadhili za Bwana katika jina la Yesu. Kwa
damu ya Yesu. Amen. Mungu wangu akubariki. Naomba pia mniombee kwa ajili ya siri, na Bwana amenipa ujumbe mzuri sana kwa ajili yako. Naomba niombee kwa Bwana, niombee kwa Bwana anipe kitu cha kusema cha wakati kwa jina la Yesu. Amen, amen, amen. Mungu wangu akubariki. Hallelujah. Glory to God, glory to